Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata video zetu, lakini pia unaweza kulike na kucomment. Nilimuita shemeji, lakini moyoni nilimuita kitu ambacho sikuthubutu kukitamka. Alikuwa mume wa dada yangu na mimi nilikuwa mdogo wake wa damu. Nilipokuja kuishi kwenye nyumba yao, sikuja na mapenzi. Nilikuja na matumaini ya maisha mapya, lakini sikuondoka nikiwa yule yule. Upweke una tabia ya kuzungumza kimya kimya, na mapenzi haramu huanza pale heshima inapochoka kupigana na hisia. Dada yangu alikuwa safarini mara kwa mara. Nyumba ikabaki na sauti mbili tu, yangu na yake. Tulianza kwa ukimya, ukatawala, ukatukaba. Kisha macho yakaanza kusema yale ambayo midomo haikuruhusiwa kusema. Siku moja nilijikuta nikilia usiku. Sikujua nalilia nini, upweke au hamu ya mtu nisiyeruhusiwa kumpenda. Aliposimama mlangoni kwangu hakuniuliza maswali, alinitazama tu na macho yake yalikuwa tayari yamekiri. Kuanzia hapo tuliishi maisha ya watu wawili mbele ya dunia, lakini mioyo ilifungwa pamoja kwa siri. Kila kicheko kilikuwa dhambi, kila ukaribu ulikuwa kosa, lakini kuachana kulionekana kama kifo. Ndipo siku moja nikahisi mabadiliko mwilini mwangu, nikajua siri ilikuwa imezaa siri. Nilikuwa mjamzito, mtoto aliyekuja bila ruhusa ya dunia, mtoto wa mwanaume ambaye alikuwa baba, lakini hangeweza kamwe kuitwa hivyo. Aliposikia hakulia, hakupiga kelele, alikaa kimya, kimya cha mwanaume aliyepoteza kila kitu bila kukionyesha. Nitamlinda hata kama sitawahi kumkumbatia hadharani. Nilirudishwa mbali, nilificha mimba, nilificha ukweli, lakini sikufanikiwa kuficha maumivu. Nilipojifungua, nilimshika mtoto mkononi mwangu. Niliona macho yake yalikuwa yale yale. Leo hii mtoto anakuwa, anamuita Anton mjomba, anamkumbatia bila kujua yeye ni nani kwake. Na dada yangu anaishi na mwanaume ambaye ana mtoto nje ya ndoa, lakini mtoto huyo yuko karibu kuliko anavyodhani. Naishi na penzi lisilo na kaburi na siri isiyokufa, na mtoto ambaye ni ushahidi wa mapenzi ambayo hayakuruhusiwa kuwepo. Nilidhani siri ingeishi nami milele. Nilidhani ukimya ungekuwa kaburi la ukweli. Lakini siku moja mtoto alianza kuuliza maswali. Mama, kwa nini mjomba Anton anafanana na mimi? Swali hilo lilinigonga kama radi. Nilicheka kwa uoga. Nilisema ni bahati tu, lakini macho ya mtoto hayadanganyiki. Siku ile ile dada yangu aliniita chumbani kwake. Uso wake haukuwa wa kawaida. Macho yake yalikuwa yamechoka lakini makali. Doreen, kuna kitu nataka uniambie. Moyo wangu ulisimama. Alinionyesha faili la hospitali, vipimo vya damu, yani DNA. Alikuwa amefanya uchunguzi kwa siri. Mtoto wako ni wa mume wangu. Sikukanusha, sikujitetea. Nilidondoka chini na kulia. Sio kwa sababu nimegundulika, bali kwa sababu ukweli haukuwa tena siri. Kulikuwa na ukimya mrefu sana chumbani. Kisha Asha ambaye ni dada yangu akasema kitu ambacho sikuwahi kusahau. Nilijua tangu mwanzo. Nikainua macho kwa mshangao. Nilijua penzi lenu, nilijua mimba. Nilichagua kukaa kimya kwa sababu nilikuwa tasa. Maneno yake yalivunja kila kitu. Mtoto wako nilimkubali kama wangu, lakini sasa anahitaji baba yake ajulikane. Usiku huo Anton aliitwa mezani. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na vurugu, kulikuwa na hukumu tu. Asha alisimama akasema kwa sauti ya baridi, chagua, mke wako au ukweli. Anton alitazama mtoto, akanitazama mimi, kisha akamwangalia mke wake. Alichagua kusema ukweli. Siku iliyofuata familia ilijua, jamii ilijua, kila kitu kilivunjika, lakini hiyo haikuwa mwisho wa kushtua. Siku 3 baadaye
Anton alipatikana amejinyonga kwenye stoo ya nyumba. Aliacha ujumbe mmoja tu: niliwapenda nyote, lakini sikujua namna ya kuishi na kosa langu. Leo hii Asha anamlea mtoto wangu kama wake. Mimi ninaishi mbali na lawama za dunia, na mtoto anajua baba yake alikufa kwa sababu ya ukweli. Wakati mwingine siri zikifichuliwa hazileti uhuru, zinaleta makaburi.